Karibu katika sehemu ya 3 ya ujumbe huu unaosema ya kwamba cha kufanya Mungu asipojibu maombi yako. Kumbuka kuna mvua ndio maana kuna mwamvuli, kwa hiyo usishangae. Pointi ya kwanza, sehemu ya kwanza na ya pili ilishapita. Hii ya 3 inasema chunga kinachotoka kinywani mwako. Kwa makini unapokuwa mahali pagumu, nini kinatoka kwenye ulimi wako. Kwa sababu haijalishi kinatoka nini, Mungu anaweza kuhesabu kama kosa, na mara nyingi amekuwa akifanya hivyo. Wana wa Israeli katika ile Hesabu sura ya 21, unaweza kuanzia mstari ule wa 5. Nao unasema hivi kwamba wakasafiri katika njia ile na watu wakafa moyo kwa sababu ya ugumu wa ile njia. Wakamnungunikia Musa na Haruni. Wakazungumza maneno mengi, na kama kawaida yao hata kwenye ile Hesabu 14, hata kwenye ile Kutoka nadhani 13-14 pale, wakawa wanasema kwamba hakukuwa na makaburi kule na nini na nini, mbona umetuleta huku ili tuje tufie kwa njaa huku. Lakini baada ya kuzungumza hivyo, Mungu kwenye ile Hesabu sasa ile 21, Mungu akatuma nyoka wa moto. Wale nyoka wa moto wakawang'ata watu. Kwa kweli watu wengi walikufa. Ikabidi baadaye aangikwe nyoka wa shaba juu ya mti ili kila mtazamaye aweze kupona. Kwa unapopita mahali pagumu, umemwomba Mungu kwa muda mrefu, naye Mungu hajakujibu, you have to be very careful ni nini kinatoka kwenye kinywa chako, kwa sababu Mungu anaweza kukihesabu kama mkosa na ikakugharimu sana. Kwa nikutie moyo kuwa makini, uchunge ulimi wako ni nini kinatoka kwenye kinywa chako unapokuwa ukipitia mahali pagumu. Subscribe channel yetu ya YouTube ya Ukombozi Gospel. Langu jina ni mwalimu wa neno la Mungu Oscar Samba. Niko Mwanza, Tanzania. Asante na Mungu akubariki sana. Usijione tunapita hapa, tumefika hapa, safari ni ngumu na inahitaji nidhamu ya hali ya juu.